Ule msemo wetu wa Kiswahili usemao nguo ya Ijumaa hufuliwa Alhamisi ni msemo unaotufunza maandalizi ya jambo ili siku ya kulitekeleza usiwe na wasiwasi, sababu ambazo zile zilizopo nje ya uwezo wetu. Ijumaa inyeshapo mvua asubuhi na ikafika mchana wa sala ya Ijumaa huna ya kuivaa, basi au utavaa hiyo ambayo si nadhifu, au kiwaonea aibu wanadamu, basi ndiyo imeshatoka Ijumaa hiyo, utaiacha na kukosa fadhila za siku hiyo na khutba pamoja na sala. Hapa tunakumbushana kwa wale ambao hatuna tabia ya kujiandaa tukidhani wakati unasimama. Nidhamu ya Kiislamu imeambatana na kuheshimu muda, lakini dharura ndani ya Uislamu imeambatana na taufiki yake Allah, bali juhudi huzaa uwezeshwaji pia. Kila jambo hujengwa na nia au dhamiri, ndio maana kujiandaa ni kitu muhimu. Yapo mambo ukiyatia usiri, basi husirika hata kwa yule anayetaka kusaidia, maana hujua hupo tayari. Lakini wajipangao vizuri hubaki na kusubiri uwezo wa Allah kutia taufiki. Katika mambo ya kheri hayataki usiri. Iwe swala basi kwa wakati wake, iwe dua basi kwa nyakati zile za kujibiwa. Basi katika mambo mengine pia kujipangia, iwe taasisi au wadau waliokubaliana kwa jambo lao, iwe mmoja wao, wawili au watatu wakizembea ni kasoro yenye kuwagharimu wao. Na ikiwa ni taasisi iliyobebeshwa mzigo wa wote, hukumbana na hatia ya kuingizwa, na hivyo adhabu huwakumba wote kwa lile liloharibiwa, na kwa lugha nyingine wanasema mukhalafa. Sasa tupo katika mwezi wa Shaaban. Mwenye kuizingatia Ramadhani na thawabu zake au miiko yake, basi hujiandaa ili saumu yake na matendo yake yatimie. Aliye mgonjwa na atadhururika akikaa na njaa, basi bila shaka anajua yeye anatakiwa atoe fidia kama hawezi tena kufunga, maana ataathirika. Lakini na yule ambaye ni msafiri ana jukumu la kujiandaa na kuzihifadhi siku zilizompita ili azitimize. Aliyetia nia ya hija pia lazima aandae fedha ya halali mapema, ajue kuna kiwango cha kupeleka kwenye taasisi yake ili muandae mapema kwenda kwenye jumuiko la watu wengi duniani kupita yote. Huko kuna hitaji usafiri, kupata makazi, kupata chakula, kupata huduma ya afya, kupata visa ya kuingia nchi ya watu na kadhalika. Haya kwa kweli nayo huandaliwa tokea mfungo 4 baada ya hija tu iliyotangulia kuisha. Kwa mwaka unaofuatia kama sasa, kipindi chake kisharia za kidini ni mfungo 1, 2 na siku 10 za mfungo 3. Lakini kwa taratibu za maandalizi ya kidunia hivi sasa, iwe ni kukamilika kwa mambo, je, nani anasubiri hajalipa taasisi inamchukua? Hana habari ya semina, hajali himizo la kukamilisha, wakati taasisi za nchi mbalimbali kwa mipangilio yao wanakurubia kufunga milango ya kupokea maombi ya nchi zote. Saudi Arabia, nchi yenye kumiliki uendeshaji wa miji ya Waislamu wa Makka na Madina, kwa kushirikiana na mataifa yote yenye taasisi za hija kupitia wizara yake ya haji na auqaf, imeshapiga taa ya kijani kuashiria kwamba visa na mikataba kufikia tarehe 1 Februari mwaka huu taasisi ziwe zimekamilisha mchakato huo. Hapa petu kampuni ya Utahiza kwa kushirikiana na Wakfu na Mali ya Amana, ambayo ndiyo kamisheni ya Bitha Tanzania, zimechukua juhudi kubwa kuhakikisha kila taasisi na kila hujaji anafanikisha msafara wake huu. Dhamana hii ni kubwa, na kwa lugha nyingine wamejidhaminisha na wamezihakikishia taasisi za huko Saudia kuwa tumejipanga. Kila muda Bitha na Utahiza zipokeapo taarifa kutoka mamlaka ya Saudi Arabia, zimetimiza wajibu wake kuzifikishia taasisi za chini yake, ambao huu ni mchango mkubwa na upunguzaji wa gharama ambazo taasisi ndogo ndogo zingepaswa kubeba. Mahujaji ni vyema kuzisaidia taasisi zao kwa kulipa mapema, pia kupima afya zao. Imefahamika kuwa tarehe 8 Februari visa zitaanza kutolewa, na tarehe 20 Machi hakuna tena utoaji wa visa. Je, utapata visa na hujalipa kikamilifu? Kumbuka pia na afya yako kaipime mapema sana. Waende Al-Rahma hospitali Unguja, au kwa waliopemba waende hospitali ya Amal. Ni hija inataka mwili wenye afya ya kukuwezesha kutekeleza nguzo hii kisawasawa. Tunawatakia sahali wale wote waliojiandikisha, na Allah wawezeshe wao na watakawagharimia, ewe ndugu, wazee au watoto wao wema. Aidha, nguvu ziingizwe kwa taufiki ya Allah
kwenye nyoyo za watumishi wote wa Biitha, utahiza na taasisi unganishwa na zile za binafsi waweze kufanikisha hija ya mwaka huu.